Serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano inatekeleza mafunzo ya wanagenzi kupitia programu ya taifa ya kukuza ujuzi nchini, ambapo utekelezaji wa programu hiyo ni hatua ya makusudi ya serikali ya kukabiliana na kiwango kidogo cha ujuzi miongoni mwa nguvu kazi ili kukuza ujuzi, kuongeza tija na kuimarisha ushindani wa vijana katika soko la ajira. Programu hii ilianza kutekelezwa mwaka 2016-2017 kwa dhumuni la kukuza ujuzi wa nguvu kazi iliyopo katika soko la ajira ili kuongeza tija katika uzalishaji wa bidhaa na utoaji wa huduma, na inatekelezwa katika maeneo makuu manne ambayo ni mafunzo ya kukuza ujuzi kwa njia ya wanagenzi, mafunzo ya kurasimisha ujuzi uliopatikana nje ya mfumo rasmi wa elimu, mafunzo ya utarajali na mafunzo ya kuongeza ujuzi kwa wafanyakazi. Utekelezaji wa programu hiyo umewezesha jumla ya wanufaika 168,657 hadi kufikia Februari 2026. Serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inaendelea kuweka mikakati na kutekeleza afua mbalimbali zitakazowezesha nchi yetu kuwa na jamii yenye ustawi na kujenga rasilimali yenye watu wenye ujuzi inawezesha kushindana kwenye soko la ajira kwenye ngazi za kitaifa na kikanda na kimataifa. Mojawapo ya afua hizo ni kutekeleza programu ya kitaifa ya kukuza ujuzi kwa njia ya wanagenzi inayolenga kuimarisha nguvu kazi ya taifa ili kumudu ushindani wa soko la ajira la ndani ya nchi na nje ya nchi kwa kupata ujuzi utakaoendana na mahitaji ya soko la ajira na hatimaye kuwezeshwa kuajiriwa au kujiajiri wenyewe. Aidha, katika upande wa mafunzo ya wanagenzi, jumla ya wanufaika 93,495 wamenufaika na mafunzo hayo tangu kuanzishwa kwake mwaka wa fedha 2016-2017 hadi mwaka 2025-2026. Mafunzo haya yanafadhiliwa na serikali kwa 100%. Kwa mwaka wa fedha 2025-2026, serikali imewezesha vijana 5,746 kuweza kushiriki katika mafunzo haya. Kati ya vijana hao, vijana 3,355 ni wa kiume na vijana 2,391 ni wa kike. Na mafunzo haya yanatekelezwa katika vyuo 46 nchini katika mikoa mbalimbali, ambapo vyuo 29 ni vyuo vya serikali na vyuo 17 ni vya watu binafsi. Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano imekuwa ikiendesha mafunzo ya wanagenzi katika mikoa mbalimbali hapa nchini kwa kushirikiana na wadau ili kuona maendeleo ya vijana waliowezeshwa na ofisi ya Waziri Mkuu, namna ambavyo wananufaika na mafunzo hayo. Taarifa zilitangazwa kwenye social media. Mimi nikaomba, nikawasilisha barua yangu hapa Don Bosco. Basi Mungu akajalia na mimi nikachaguliwa. Nimechagua fani hii ya ufundi mitambo kulingana na ujuzi ambao unatolewa katika chuo hichi. Nimeona kwamba ni bora kulingana na toka tulivyoanza mpaka siku hii ya leo. Kiukweli tunapambana na teknolojia, kwenda sambamba na teknolojia ambayo itatuwezesha hata tutakapotoka mahali hapa tunapata ujuzi wa kuweza kujiajiri au kuajiriwa na kufanya kazi sehemu yoyote ile. Kupitia mafunzo hayo, mabinti wamekuwa wakijitokeza kutimiza ndoto zao kupitia katika fani ambazo mara nyingi mabinti wengi wamekuwa hawazipendelei. Najifunza fani ya uendeshaji mitambo na upaleti mwenyewe. Mimi ndo na upaleti kwamba nachota na mwaga. Yaani naamrisha mtambo, mashine ile naiamrisha mimi kwamba ichote ni mwage. Wito wangu kwa vijana wenzangu na wahamasisha kwamba hii fursa ni adimu. Unapoona tangazo hili unajitahidi kuchangamkia fursa, maana unapata ujuzi ambao ulikuwa haujawahi kupata. Unapata grade ya ujuzi pia, ambayo huo ujuzi unaweza kukupelekea ukaajiriwa ama ukajiajiri. Nimechaguliwa katika fani ya ufundi wa umeme wa magari. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa viongozi, Mheshimiwa Waziri Mkuu pamoja na Rais pamoja na viongozi wengine kwa kupata hii fursa. Naahidi nitaifanyia kazi vyema kwa kupata huu ufundi, maana nilikuwa sijui chochote mpaka nimekuja hapa chuoni, nimejifunza mambo mengi.
baadhi ya vifaa pia. Jitihada huzaa maarifa. Leo hii, mmoja kati ya wanufaika wengi wa programu ya kukuza ujuzi anajipatia kipato halali baada ya kujiajiri, na anahamasisha vijana wengine kujiunga na programu hiyo ili waweze kujikwamua kiuchumi kupitia ujuzi walioupata. Manufaa ya mafunzo haya niliyopata yameweza kunisaidia mimi kutunza familia yangu, kwa sababu mimi ni mkubwa katika familia yangu na wadogo zangu watatu, nao wote sasa hivi wananitegemea mimi. Kutokana na fursa hii, napenda kuishukuru sana serikali kwa kutoa haya mafunzo, na pia nawashauri vijana wengine, nafasi zinapotokea kama hizi waweze kuzichangamkia na waweze kwenda kujifunza, kupata uzoefu ili waweze kujiajiri. Mimi kwa sasa nimejiajiri. Mimi mwenyewe ni mmojawapo wa wanufaika ambao wamesoma kozi ya electrical installation and solar. Napenda kuwaalika vijana wengine waone kwamba hizi fursa ambazo zinatolewa na serikali ni fursa za muhimu sana, ili kutoa lile wimbi la vijana kulalamika kutokuwa na ajira, na kuweza kusaidia vijana wengi kunufaika na miradi hii na fani hizi ambazo zinatolewa na serikali kwa ajili ya kujikwamua kimaisha. Ofisi ya Waziri Mkuu ilipata wasaa wa kuzungumza na baadhi ya wakuu wa vyuo na walimu wanaotoa mafunzo hayo, ambapo waliishukuru serikali na walielezea maendeleo ya wanafunzi. Kwa mfano, sasa hivi tunao wanafunzi hawa ambao tumewapata fani ya mitambo. Wao mpaka sasa hivi wanaweza kuielezea engine kwa sehemu yake, wanaweza kufanya marekebisho ya engine kwa sehemu yake. Kwa ushirikiano wa ofisi ya Waziri Mkuu na mkurugenzi wetu pamoja na chuo kwa ujumla, tunajitahidi kwa jinsi ambavyo tunaweza. Kwa ujumla tumeanza mafunzo rasmi tarehe 26 ya mwezi Januari, na tumeendelea sasa hivi ni wiki ya 5 sasa tunaendelea mafunzo. Mtikio wa wanafunzi umekuwa ni mkubwa, namba kubwa ya wanafunzi wanahudhuria darasani, na kimsingi wote wamesharipoti wale 130 ambao walikuwa wamechaguliwa. Na target kubwa ni kwa ajili ya kuwapa wanafunzi uwezo ili waweze kujitegemea, kwa maana ya kujiajiri na wapate kuajiriwa. Safari hii tumepokea wanafunzi wa wanagenzi ambao wanapata ufadhili na serikali yetu Tanzania kutoka kwenye ofisi ya Waziri Mkuu. Tulipewa wanafunzi 200, tukaongezewa wanafunzi 50. Mpaka sasa tumesajili wanafunzi 235. Nitoe shukurani pia kwa serikali yetu kwa ajili ya kuweza chuo chetu kukipa fursa ya kuweza kuwa ni moja ya vyuo vinavyoendesha mafunzo haya ya wanagenzi. Kwa hiyo naishukuru sana serikali yetu. Na sisi kwa upande wetu kama Don Bosco tumekuwa na mafunzo haya kwa muda mrefu sasa, na kwa maana hiyo naweza nikasema tumeshajenga uwezo wa kutosha katika kuendesha mafunzo haya ya wanagenzi tangu yalipoanzishwa hadi awamu iliyopo kwa hivi sasa. Kupitia mafunzo ya wanagenzi yanayoratibiwa na serikali, hatua madhubuti zimeanza kuonekana katika kuwawezesha vijana kujiajiri na kuajiriwa, kuongeza tija na kuchochea ukuaji wa uchumi wa taifa. Ni wajibu wa wadau wote kuunga mkono juhudi hizi ili kuhakikisha nguvu kazi ya vijana inatumika kikamilifu kwa maendeleo endelevu ya nchi.